Yes. Mambo tumecheza hapa, nimeona kuna category ya Best Gospel Single Artist of the Year. Yes. Baba, kuna washindani wako mule ndani. Amen. Unawafahamu? Nawajua vizuri. Nawajua vizuri. Na wao pia wananijua vizuri. Kwa mnajuana. Tunajuana. Sawa. Unaona mwanga wa kuondoka na tuzo hii? Mwanga upo kwa sababu kwanza ukizungumzia miongoni mwa waanzilishi wa singeli kwenye gospel huwezi kuacha kunizungumzia. Sawa? Kwa mimi ni miongoni mwa waasisi na wenyewe wananchi wakanipa jina, wakaniita King of Gospel Singeli. Sasa mfalme wa huo muziki. Sasa wao ndo wataamua. Sawa kabisa. Kuna utaratibu lakini wa kupiga kura pamoja na king wako. Yes. Kuna watu wanatakiwa kupigia kura bwana. Kabisa. Mchakato ukoje ili watu wakupigie kura? Amen. Mchakato kuna namba ambazo nafikiri nitaziweka, unatuma tu message pale kwenye hiyo namba ya WhatsApp. Ndio. Ambayo ndio watu ambao wanapokea hizo kura. Kwa hiyo utatuma tu ujumbe, utaandika vote, alafu utaweka namba E au A, alafu utaweka 093. Maelekezo yote watakupa na utakuwa umeshamaliza kunipigia kura. E 093. Okay, sawa. WhatsApp number. Okay. Yes. Wewe namba yako ya WhatsApp ni ipi? Namba yangu ya WhatsApp ni 07 13 32 85. Yes. Hebu irudie tena. 07 32 85. Yes. Haya, nafikiri watu wakiingia kwenye WhatsApp yako unaweza kuwapa maelekezo zaidi. Maana nitamani utaje hii namba. Okay, sawa. Maana ya ni si mchezo. Yes. Mambo ni moto kweli. Uliwahi kuingia kwenye tuzo zozote hapo nyuma kabla hizi za East Africa Gospel Music Awards? Yes, nilishawahi kuingia kwenye tuzo za hao wa Kenya, ilikuwa inaitwa Maranatha. Yes. Okay, sawa. Na nashukuru nilikuwa si mtu wa pili, lakini kipindi hicho nilikuwa bado sijawahi kuwa naimba hizi singeli. Lakini niliwahi kuwa mshindi wa pili na zile tuzo zilikuwa zinapigwa kwa pesa. Kula moja ilikuwa ni 500. Sawa. Na mimi nikakusanya pale kibunda changu, nikaambia mimi tuzo naomba tu msinipe ila nipeni yale mapato. Ndio yapata. Kwa hiyo nikachukua hela. Na uliwania tuzo gani katika hizo tuzo za Maranatha? Mwimbaji chipukizi wa nyimbo za Injili Tanzania. Sawa. Tukirudi katika EP yako ya Mbingu Zimefunguka, ina ujumbe mzuri sana. Nini kilikuongoza kuandika ujumbe huo? Asante. Mbingu Zimefunguka kwanza nilikuwa napitia situation ngumu sana. Lakini miongoni mwa ile situation haikuwa sababu ya Mungu kunivusha. Kwa hiyo baada ya kupita pale nikapata ujumbe ama message ya kwamba mbingu zimefunguka. Nikawa nauliza maswali Mungu kwamba kwa nini mbingu zimefunguka alafu bado na haso hapa? Lakini sauti ile ilikuwa inakuja na inajirudia. Na wakati naenda kurekodi wimbo sikuwa hata na hela ya kwenda kurekodi. Nikamwambia producer, mimi nasikia wito wa kufanya wimbo. Ninaomba ni rekodi alafu ni uache. Alafu nikishaka vizuri nitakuja kuchukua. Akaniambia basi sawa. Nikaenda nikafanya wimbo na huo wimbo sikutumia kalamu kuandika. Maana yake nilikuwa tu na flow, nimevaa earphone, nilikuwa nina flow na wimbo ukatokea mkubwa, na baada ya wimbo umenipa matokeo makubwa. Of course sikuwahi kupanda ndege, lakini huu wimbo umefungua anga, nimewahi kupanda ndege. Wow. Kwa mbingu zilifunguka kweli kweli. Na una ndoto za kuja kuwa nani baadaye kuachana na muziki? Ndoto nafikiri ziko nyingi, lakini miongoni ni kumtangaza tu Kristo. Hiyo ndio ndoto yangu kubwa. Hii tu hii. Kwa hiyo unaweza kashangaa ukanikuta nikawa pastor. Zote hizo ni sehemu za kumtangaza Kristo. Safi sana. Na utulivu ni mwingi tunauona. Kabisa baba. Vijana kuna mambo mengi. Sisi ni barua. Sababu ungekuwa unasomeka vibaya tungejua. Kabisa. Sifa zako ni nzuri bro. Asante sana. Kwenye tuzo za IGMA ni kwenye Best Gospel Single Artist of the Year ama una category nyingine? Ni hiyo moja tu. Kwenye ule wa upcoming ushatoka. Upcoming wako huko nyuma wadogo zetu. Believe Shuma. Shuma company ipo. Ipo inaendelea. Bado tunaendelea kufiatua suti.